Kuelekea kombe la dunia 2026, ulimwengu wa soka unajiandaa kushuhudia mashindano makubwa na kihistoria zaidi kuwahi kutokea, yakishirikisha timu 48 kwa mara ya kwanza kabisa. Hata hivyo, kabla ya miundombinu mipya na mifumo ya kisasa kuchukua nafasi nchini Marekani, Canada na Mexico, ni vyema tukakumbuka kuwa historia ya mashindano haya imejengwa juu ya misingi ya matukio mengi ya ajabu na ya kusisimua. Katika simulizi hii tunakwenda kuangalia kwa kina matukio 10 ya kushangaza zaidi ambayo yamewahi kutokea na kuandikwa kwenye kurasa za kombe la dunia. Matukio haya yanatufundisha kuwa soka si mchezo wa dakika 90 pekee, bali ni uwanja wa miujiza na matukio yanayoweza kupindua fikra za mamilioni ya watu duniani kote kwa sekunde chache tu. Kwanza, miezi michache kabla ya kombe la dunia kuanza nchini Uingereza mwaka 1966, kombe halisi la dhahabu la Jules Rimet liliibiwa likiwa kwenye maonyesho ya umma mjini London na kuzua taharuki kubwa kwa serikali na vyombo vya usalama. Wakati polisi wakihangaika bila mafanikio, mbwa mmoja mwerevu aliyeitwa Pickles alilishangaza taifa baada ya kuligundua kombe hilo likiwa limefungwa kwenye magazeti ya ramani na kutupwa chini ya kichaka kwenye bustani moja ya mtaani, jambo lililomfanya mbwa huyo kuwa shujaa wa kitaifa na kupewa zawadi ya chakula cha bure cha maisha yote. Pili, katika fainali ya kusisimua ya mwaka 2006 kati ya Ufaransa na Italia, nguli na nahodha wa Ufaransa Zinedine Zidane alionyeshwa kadi nyekundu ya moja kwa moja katika mchezo wake wa mwisho kabla ya kustaafu soka la kimataifa. Hii ilitokea baada ya Zidane kupoteza utulivu na kumpiga kichwa kizito cha kifuani mlinzi wa Italia Marco Materazzi kufuatia majibizano makali ya maneno, kitendo ambacho kiligharimu sana Ufaransa na kupelekea Italia kutoa ubingwa wa kombe la dunia kwa mikwaju ya penalti. Tatu, kwenye hatua ya robo fainali ya mwaka 1986, mchezaji hatari wa Argentina Diego Maradona alifunga goli maarufu na la utata zaidi katika historia ya soka dhidi ya timu ya taifa ya England kwa kutumia mkono wake wa kushoto juu ya kipa Peter Shilton. Baada ya mchezo huo kumalizika na kuleta mzozo mkubwa, Maradona alishangaza ulimwengu kwa kukiri kwamba goli lile halikuwa la kawaida, bali lilifungwa kidogo kwa kichwa cha Maradona na kidogo kwa mkono wa Mungu. 4. Mshambulizi mtata na mwenye kipaji kikubwa wa Uruguay Luis Suarez alizua taharuki kubwa duniani kote wakati wa fainali za mwaka 2014 baada ya kumng'ata kwa meno begani mlinzi wa Italia Giorgio Chiellini wakati wa mechi kali ya hatua ya makundi. Tukio hili lilimfanya Suarez athibitiwe vikali na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA, ambapo alifungiwa kujihusisha na soka kwa miezi kadhaa na kutolewa nje ya mashindano hayo mara moja. 5. Wakati wa vita kuu ya pili ya dunia kati ya mwaka 1939 na 1946, makamu wa rais wa FIFA kutoka Italia, Ottorino Barazzi, aliliiba kombe la dunia kisiri kutoka kwenye kasri la benki ya Rome ili kulilinda lisiporwe na wanajeshi wa Nazi. Ili kuhakikisha usalama wa kombe hilo la thamani, Barazzi alilificha ndani ya sanduku la zamani la viatuni na kuliweka chini ya kitanda chake kwa miaka kadhaa hadi vita ilipoisha kabisa na kulirudisha likiwa salama. 6. Katika mechi ya kukata na shoka kati ya Croatia na Ufaransa kwenye fainali za mwaka 2006, mwamuzi mashuhuri wa Uingereza Graham Poll alimpa mchezaji wa Croatia Josip Simunic kadi ya pili ya njano, lakini akasahau kabisa kumwonyesha kadi nyekundu ya kumtoa nje. Kutokana na kuchanganyikiwa kwa refa huyo, Simunic aliendelea kucheza uwanjani kwa utulivu hadi alipofanya kosa jingine kubwa dakika chache baadaye na kuonyeshwa kadi ya 3 ya njano. Ndipo hapo sasa alipotolewa nje rasmi kwa kadi nyekundu. 7. Mshambuliaji wa zamani wa timu ya taifa ya Uturuki Hakan Şükür anashikilia rekodi ya kipekee ya kufunga goli la haraka zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kombe la dunia. Alihitaji sekunde 11 tu tangu filimbi ya kuanza kwa mchezo ilipopulizwa ili kupachika mpira wavuni dhidi ya wenyeji Korea Kusini katika mchezo wa kusaka mshindi wa 3 wa fainali za mwaka 2002 ambapo Uturuki iliibuka kidedea.
8. Katika mechi ya hatua ya makundi mwaka 1978 kati ya Brazil na Sweden, zikiwa zimesalia sekunde chache na matokeo yakiwa sare ya 1-1, Brazil walipata kona ya mwisho. Wakati mpira wa kona ukiwa bado upo hewani na mchezaji wa Brazil Zico akiruka na kufunga bao safi kwa kichwa, mwamuzi Clive Thomas alipuliza filimbi ya kumaliza mchezo, mpira ukiwa bado haujavuka mstari wa goli, jambo lililofanya goli hilo likataliwe na kuzua fujo kubwa. 9. Mwaka 1966, mataifa yote ya bara la Afrika yalifanya maamuzi magumu ya kususia na kugoma kushiriki kabisa michuano ya kombe la dunia nchini Uingereza. Hatua hii ya kihistoria ilikuja baada ya FIFA kuweka sheria ya kibaguzi kuwa mshindi wa ukanda wa Afrika lazima kwanza acheze mechi ya mtoano dhidi ya mshindi wa Asia au Oceania ili kufuzu, jambo ambalo Afrika ilipinga kwa nguvu zote na kudai nafasi ya moja kwa moja. 10. Kwenye fainali za kusisimua za USA mwaka 1994, mshambuliaji hatari wa timu ya taifa ya Urusi Oleg Salenko aliweka rekodi ya kustajabisha ambayo haijavunjwa hadi leo kwa kufunga mabao 5 peke yake kwenye mechi moja. Ufanisi huu wa hali ya juu ulitokea wakati timu ya Urusi ilipoibomoa kabisa timu ya taifa ya Kameruni kwa mabao 6-1 katika mechi ya mwisho ya hatua ya makundi. Nashukuru kila mmoja wenu kwa kunisikiliza kwa makini tangu mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii ya kusisimua. Ni matumaini yangu kwamba furahia matukio haya ya kihistoria yanayotujenga kuelekea msimu mpya wa soka. Asanteni sana na wakati mwema.